Na katika hilo tumeona dalili za kuanza vitisho katika kujaribu kuzuia operation hii isiendelee. Ndio kama kile kilichojitokeza jana, ambapo sisi tuliandika barua tarehe 16 ya kuwataarifu polisi juu ya mikutano yetu. Tumefanya maandalizi kwenda Kariakoo kuzungumza na Watanzania ambao pia wengi wana matatizo. Tulipofika eneo la mkutano, polisi wakaja na barua kutuzuia eneo la tukio. Tumewapelekea barua siku 6 zilizopita. Jana tarehe 22 tukiwa kwenye eneo la tukio, wanakuja kutuzuia. Wamefanya fujo, wamenikamata mimi, wamekamata walinzi wangu. Wameondoka na sisi, mimi na pamoja na katibu wa idara Elizabeth Mambosho. Wamezunguka na sisi kwenye gari. Wametuambia kwanza tumeenda kituo cha polisi Msimbazi, wametuchukulia pale kwenye gari ya Hilux. Wametoka na sisi, wamepita, kulikuwa na jam sana. Wakatuelekeza kwamba wanatupeleka kituo cha polisi Central. Tumefika Central, wakakunja, wakaingia barabara ya mwendo kasi. Tumekwenda mpaka Kisutu, wakaoda ving'ora vyote vya magari tulivyokuwa navyo vizimwe. Tukashika hiyo barabara ya kuja kama tunakuja Jangwani, tukapita kwenye mwendo kasi. Nikajua labda wanatupeleka Mburahati. Tumefika Magomeni hapo, wakakunja, tukaingia kama tunakuja makao makuu ya zamani Kinondoni. Wakaingia Mwananyamala, wamezunguka na sisi, wamekuja kutudrop saa 2 usiku barabarani. Sina simu, sina pesa, sina mawasiliano, wametushusha barabarani. Nimeshushwa barabarani usiku saa 2, sina fedha, sina kitu chochote. Nilipokuwa kwenye mkutano, baada ya kuwa nimeshushwa kwenye gari yangu, kwa sababu polisi walipotaka tuongozane, nilimwambia yule bwana ambaye alikuwa kiongozi wa ule msafara wa polisi kwamba niko tayari kwenda hata na gari yangu au mimi mwenyewe. Wakaforce, walikuwa tayari. Unasikia ukisikiliza zile clip, kuna sehemu walikuwa nasema vunja kioo. Kuna bwana mrefu hivi anaitwa Peter, aliamuru polisi wale wavunje kioo ili wanitolee labda kwenye kioo. Kwa hiyo kila kitu mimi niliacha kwenye gari, wallet and everything. Kwa waliponichukua had nothing, sikuwa na kitu chochote. Kwa wamezunguka na mimi all the time, na walikuwa hawaongei, wako kimya na mimi niko kimya, wanaendesha gari tu. Kwa sababu wamesema wanaenda Central. Tumefika Central, wakasema unganisha. Yule wa mbele na kiongozi yule alipigwa picha, mnaweza kumtafuta mkamuuliza. Twende hivi nyoka. Hata yule wa pili ambaye tulikuwa naye Peter, kuna wakati anasema mbona tunavuka Central, akamwambia mimi si ndo naongoza, kaa kimya. Kwa Peter akakaa kimya. Kwa mimi nilikuwa naenda najua labda napelekwa Mabwepande kama wanavyofanya siku zote, au sehemu nyingine wanayojua kwa tukio lolote. Na tukisema tuko tayari kwa haya mambo, tunamaanisha hivyo, kwamba tuko tayari kulipa ultimate price kuhakikisha nchi hii inarudi kwenye mikono ya sheria. Kwa sababu kwa mfano, sheria yetu inakataza kumkamata, ule ni utekaji kwa njia zile. Walipaswa waje waniambie, wewe uko chini ya ulinzi kwa sababu hii na hii na hii. Sasa mtafute Muliro, tafuta polisi. Walinichukua na nipeleka wapi? Lakini pia kama wangekuwa watu wema, kwa nini wasingenipeleka either nyumbani kwangu au kituo cha polisi, waniache pale nipate communication, niite dereva wangu aje kunichukua pale? Walikuwa nazunguka na mimi kufanya nini? Mimi nilikuwa nimeomba lift ya gari ya polisi wazunguke na mimi? Ni watu wangapi wanafanyiwa hivyo alafu wanaonekana hawaonekani? Ni kesi ngapi mmezisikia nyie watu wamekamatwa, familia inathibitisha kwamba huyo alichukuliwa na polisi, alafu polisi wanakana kabisa? Sasa kama wangenichukua kwenye eneo ambalo hakukuwa na watu, kusingepigwa picha ambayo ilionekana pale kituo cha polisi, unafikiri nini wangesema baadaye? Kwa mimi baada ya pale, kuna gari moja ilisimamika, kwa sababu nilikuwa nimevaa combat hivi na watu ni mtu visible. Kuna mtu akasimama akasema nipande kwenye gari yake, na kwa kweli nikawa tempted. Eliza alinisaidia sana, akaniambia no, usiingie kwenye gari ambayo hujui, Land Cruiser. Hatukuingia, tukachukua bajaji
na kulikuwa na foleni. Kwa hiyo nimefika nyumbani kwenye mida ya saa 5 ndio kuja kusema kwamba nilipopata simu ndio nikafanya communication na viongozi wangu, na unaona chama walikuwa wananitafuta, wakina Brenda walikuwa wameenda Central, wengine waligawanyika wakaenda Mburahati, wengine wamegawanyika wanaenda wapi hapa Oyster Bay kunitafuta, kwa sababu sikuwa na mawasiliano yoyote ya kuambia hawa kwamba mimi nimeachiwa au niko kwenye sehemu fulani. Nilipofika nyumbani ndio nikapata communication ya kuambia watu kwamba wameniacha. Kwa hiyo mazingira yalikuwa hayo. Paka mimi nikajiuliza au ni watu walikuwa wamepanga, kwa sababu hii ni abduction. Tulitekwa na polisi, na baadaye nakuja kuona taarifa ya Muliro anasema kwamba polisi hawakutukamata. Sasa nyie jiulizeni, kama mimi ni kiongozi wa chama, nimekamatwa mchana, vyombo vya habari vikiwepo, Watanzania wakiwepo, picha zimeonekana nikiwa kituo cha polisi Msimbazi, tulikuwa na watu wa Jambo TV na baadhi ya watu tuliongozana nao kwenda pale. Ghafla polisi wanasema hawajanikamata. Lengo lao kutoa hiyo kauli ni nini? Ni watu walikuwa wamerenga wanipoteze kama wanavyopoteza watu wengine? Hili ni swali ambalo linahitaji kujibiwa. Wakati huo huo, RC anasema wako na mimi, RPC anasema hawako na mimi. Hii ni serikali ambayo haiko coordinated, haiwezi kuwaongoza Watanzania. Serikali ya aina hii tuko kwenye autopilot, we are captured as a country, tuko kwenye matatizo, na Watanzania lazima muelewe hili. Waandishi wa habari Watanzania muelewe, tuko kwenye matatizo makubwa. Tunaongozwa na watu ambao wako very uncoordinated. Mambo ya nchi yanajiendea, huyu anatoa tamko, huyu anatoa, kila mtu ni kambale. Inawezekana hata hizi orders za kumkamata Heche haieleweki aliyozitoa. Huyu anasema hivi, inawezekana ni kila mtu anaongoza section yake. Kwa sababu kama RC anasema wako na mimi, RPC anasema hawajanikamata, ni message gani anayoipeleka kwa Watanzania? Kwa hiyo asante. Usalama wangu uko guaranteed na Mungu. Ndio maana Lissu alipigwa risasi 16. Haijawahi kutokea duniani na amesurvive. Mungu ndio mlinzi wetu. Unapodiri na watu ambao wamepotoka, mlinzi wako ni Mwenyezi Mungu. Na hii kazi hatuwezi kuacha kuifanya. Tukiacha kuifanya tutauzwa wote. Wazee wetu waliopigania uhuru walifanya kazi na wakoloni, walikuwa na tabia kama hizi. Nchi zote za Afrika kuna waliokufa katika struggle, kuna waliofika mwisho, lakini lazima tujenge tofali la kwanza na la pili. Tunaweza kuendua vita ya muda mrefu na ngumu, na Watanzania wajiandae kwa hilo kwamba tunaweza kuendua vita ya muda mrefu na ngumu, lakini chama chetu ni chama cha kiukombozi, kitafikia malengo kinayojipigania. Tungekuwa chama cha kutafuta ruzuku na kutafuta idadi ya wabunge, kuna watu wametutafuta pembeni tu negotiate tupewe wabunge kadhaa na ruzuku. Sisi sio chama cha hivi. Sisi ni chama tunahitaji mabadiliko, total overhaul ya sheria zetu, tuingie kwenye uchaguzi huru na haki kwa njia za kidemokrasia, tushinde uchaguzi, tuongoze nchi. Au hata tukishindwa, tushindwe kwa haki. Tuko hivi, tuko tayari kuliko kupewa mbunge mmoja na CCM au 20 na CCM au 100. Tuko tayari kupata mbunge mmoja wa haki, tuseme huyu ndio wananchi wametupa. Au tuko tayari kukosa kabisa, tukasema wananchi hawajatuelewa, tuendelee kuelewesha watuelewe. Tuko tayari kupata wawili, tuseme hawa tumewapata kwa kura za wananchi halali. Na kuongezea hilo, hata sisi tuliokuwa wabunge huko nyuma, tumekuwa wabunge kwa mapambano, watu wamekufa. Tarime mimi nimetangazwa baada ya Mwita Boke Waitei na wenzake kuuawa katika skirmishes za kuhakikisha natangazwa ubunge. Hatuwezi tena kuendelea kuwa na nchi ambayo watu ili uwe mbunge lazima watu wafe. Haiwezekani. Mfano, tumefanya uchaguzi wa ndani ya Chadema huru na haki, hakuna hata nzi aliyekufa, na tumepata viongozi. Ndio tunachokihitaji, transparent, wazi, huru na haki. Na katika hilo tumeona dalili za kuanza vitisho katika kujaribu kuzuia operation hii isiendelee. Ndio kama kile kilichojitokeza jana.
ambapo sisi tuliandika barua tarehe 16 ya kuwataarifu polisi